Kwa kazi nzuri. Shukrani sana ndugu yangu. Sawa. Kati ya strategic zako ambazo umezifanya za msiri yako, ni strategic nzuri sana, mipango imeenda vizuri sana. Hii mipango ya kuipeleka dunia kuwa hivi ni ulipanga peke yako kwenye kichwa chako ama ulikuwa una usaidizi? Nafikiri idea ilianza kwangu mwenyewe kwanza, niliwaza, nikaishi nayo, nikaikubali, nikaiamini moyoni, nikaifeel, then nikaleta kwenye my team. Unajua tuko wengi, tuna share ideas na nini hivyo. Kwa hiyo jambo la kwanza lilikuwa ni idea by the way ilitokea kwangu. Nilifeel mwenyewe nikasema okay. Yani niwapelekea watu ya. Nice, vizuri. Unaamini mtandao gani watu wengi wanaizungumzia sana dunia? TikTok, Instagram ama Twitter? Dunia imebamba kote. Sio mtandaoni tu hadi mtaani. Yani mpaka kwa wagonjwa usisahau. Yani everywhere. Kwa sababu ni kazi nzuri. Nafikiri yani imeenda kote. Tuseme uongo. YouTube imeenda, TikTok imekimbia, Facebook ni balaa. Twitter nimeona baada ya Twitter. Sasa hivi Twitter umeanza kuifuatilia. Nilikuwa namwambia Vai, kwamba hivyo do you know kwamba Twitter ni mkubwa sana kuliko ambavyo unavyojichukulia. Kwa sasa hivi nimeanza kuona Afrika, angalau unajua mtandao wa Twitter mgumu mtandao wa Twitter mgumu. Kuna kule wazee wa kazi wana appreciate hatari. Wewe kidume. Wewe nafikiri utamsikia sasa hivi ambayo Twitter pia watu wanaizungumzia sana, to be honest. Naona tuna screenshots nyingi sometimes. Hadi nimekuwa mfuasi wa Twitter sababu mwanzo nilikuwa sio sana, lakini nikaona na nini ingie baadaye inanipa nguvu sana. Moja swali kwanza natamani kukuuliza, atukatae kwenye crew kwa kuna wasanii ambao huwa anaenda viral. Let's say kama Vai, Manyanya ameenda viral. Waga na kupaga ugumu gani msanii akishakuwa mkubwa? Huwa anasumbua ama wasumbua? Kwa sababu nishakwambia Vai imekuwa mkubwa, Twitter pia imekuwa mkubwa. Platform ya Twitter bwana ukishakuwa mkubwa na mimi sema umetoboa. Not easy kuwa mkubwa Twitter. Do you think wasanii wako hakuna ambaye ashaanza kukusumbua kuleta ule star? Unajua hivi vitu ni kama wewe hapo kwa mama yako au kwa baba yako. Utaendelea kuwa yule. Kwa sijajua kwa wake mimi sioni mabadiliko, kwa sababu unajua sisi tunavyoishi huku na ukiangalia na huko nje mimi siwaoni hivyo. Tunaona hivyo ndio kwa nini kwenye tunakubali kweli tunafanya hivyo, lakini haibadilishi chochote kwenye maisha yetu. Heshima iko pale pale, tunaendelea kuishi vile, ni wale na endelea kusimamia nidhamu zao vile. Sijaona mtu ambaye amenidisrespect kwa sababu eti ana numbers. Yes, by the way mimi ni mtu ambaye nimefanya na watu wengi, watu wengi wamekuwa na numbers. Kwa sio kitu kipya kwangu. Sababu gani nakuuliza hivyo? Kwa sababu wapo vijana ambao uliwafungulia dunia. Hatujui kwamba moyo wako wakati unaondoka moyo ulikuwa na kinyongo, Faza alikuwa na kinyongo, Faza hajafungua, vijana hawajatoboa. Sababu kuna vijana ambao shatoa wamekuwa kubwa wametoka. Hata pia ufi kutoka. Sio vibaya kumzungumzia kijana wako wa mwisho ambaye Kicheche ulimtoa alikuwa mkubwa. Hao pia wako ufi, especially Manyanya. Nafikiri Bicho Production ni kama unavyoona Simba, Yanga, kisha wachezaji wakubwa na wanapita. Yaani ni biashara. Of course yes. Na ndio maana unaona mimi nimeshakuwa na list ya wasanii wengi ambao wamepita mikono yangu, wametoka na naendelea kuwa vile. Kwa sababu mashabiki bana wanapenda kazi kali. Hakunaga miujiza. Kwa sababu unaona maarufu ametengenezwa. Kwa nini tusitengeneze wengine? Hakuna limitation kwamba bana ukuta umeishia hapa, wasanii wabaki ni hao au 10. Ukiwa na story kali, msanii anacheza vizuri na talent, anaenda mjini. Kwa hata hawa unawaona sasa hivi kwenye dunia, hata waseme kesho, hey, sisi tunaamsha, tunaanza na wengine wape kama nilivyowaleta nao watakuja wengine. Kwa sababu gani? Unajua kuna binti moja alitoka, walitoka wengi nafikiri. Kuna binti moja alifanywa interviews nini, alizungumza some shit. I think ulizisikia za yule binti. By the Queen. Na by the way so shit. It was true by the way. Kulikuwa na time nimepitia wakati mgumu kama kampuni na niliwaambia guys, now I'm not okay, siwezi kuwalipa. Kwa hiyo tutakaa. Of course alichokiongea everything amekaa mwaka hajalipa ni kweli wala sio hajaongopa. Kwa hiyo that's not haijakuwa shit. It was true. Labda maybe nimechukua shit kwa sababu labda ameleta public, lakini ni kawaida kwenye kazi. Naelewa vizuri. It was true na ni kweli ananidai. Alikuwa ananidai maana yake na sikuwahi kumdhulumu mtu by the way. Ila wote nilimwambia kila ambaye ananidai nitamlipa. Ila sasa hivi siko okay. Lakini nataka kufanya kazi. Kwa hiyo unaona hela ufanye kazi. Kawaida sometimes kuna corruption kwa economy. Kwa nilishuka kiuchumi na nikawaambia waliovumilia wamevumilia. Sasa hivi wasanii wote nawalipa. Na ambao wananidai pia nitawalipa wote. Yaani wote nitamaliza. Kila ambaye amefanya kazi na mimi nitamlipa hela yake. Ilitokea tu ni time ambayo nilikuwa siko vizuri na nikawaambia ukweli.
jamani siko vizuri, sitolipa kwa kipindi hichi. Na ni kweli kwa walioweza kuvumilia wamevumilia. Sasa hivi tumetokea mahali pazuri, nalipa. Kuna wengine ambao walishindwa ndo kama hao kama kutoka. Yes, lakini ilikuwa good for me. By the way, watu wengi hawajui, wanaamini platform ya YouTube ina hela. Of course ina hela, lakini kuendesha wasanii walipe faida production haijakuwa rahisi. Yeah, of course sio jambo rahisi. Na industry yetu unajua inaanzaga watu wanatangulia majina, hela ndio inakuja taratibu. Unaelewa vizuri. Kwa msanii akishapata jina sasa ndio ile marefa wengi una jina una nini. Na nafikiri wao wenyewe watakuwa ni mashahidi kwa sababu hata walipotoka wakiamini wakienda nje kutokana na majina yao watapata, nafikiri ni bora hata walipokuwa hapa. Yeah, sure. Unaelewa vizuri. Na wengine wamepoteza kabisa hata trust kwa watu. Kwa the issue is not nani. Kwa mfano huyo ambaye alisema, huyo Queen ambaye alisema kama sikumlipa ni, of course yes. Lakini sidhani kama alivyotoka anapata hicho ambacho alikuwa anakitaka. Nafikiri anaanza kujifunza sema kumbe industry inataka taratibu Kama kuna aliyemdanganya kwamba wewe una jina bana unaenda kupiga miela, sio hivyo. Sikuwa kudhulumu mtu, by the way mimi ni transparent, uzuri ni mtu ambaye naonyesha vitu vyangu sina nacho, tunashare na watu wangu, tunaishi. Kwa mfano sasa hivi dunia alhamdulillah tunaishi. Tunapata hela. Unaona unanepa vijana. Mpaka anepa kafumuka. Wow. Kwa sababu sio tunapata hela. Sio vizuri. Tukikosa utatuona kabisa na naambia ndugu zangu hamna kitu sasa hivi. Tunafanyaje tu hivyo. Okay. Yeah. Sawa. Queen inataka kurudi. Milango iko wazi. For this time no. Sidanganye. Yes, kwa sababu sijui nisemeje, simchukii, I love her, nimembless, sina vizuri. Lakini why? Why? Kwa nini? Kwa nini? Kama mimi ni babaya basi endelea kubaki babaya. Yes, hivyo. Kicheche ni mdogo wangu, kila siku tunaongea ndugu yangu. Hata kwani tunaongea. Anytime. Au surprise na mashangaa mganga kicheche anaingia na rekebisha ndoa. Wote inawezekana. Sisi watu wa entertainment bana. Tunafanya kazi moja na anafanya kazi yake kicheche, mimi na yeye good to the maximum. Kuna namna wote natamani mfanye kazi yeye mwenyewe hapo. Willing zake. Kwamba anatamani mfanye kazi. Hajawahi kuacha kutamani kufanya kazi na mimi, wala mimi sijawahi kuacha kutamani kufanya kazi na yeye. Sema tunakuwa sometimes vitu ndugu yangu umekuwa na wewe, utafuta watu wengine wavute. Mimi unajua hapa ni kama kiwanda kinatengeneza watu wengi, kuna kuoga na watu wengi. Kwa sababu muda mwingine msanii akishafika level hivi naambia watu nitakuchelewesha kwa sababu mimi kuna talent nyingine naziona nataka nizipandishe. Na wewe unani kimbiaga huko, mimi nikifanyaga namshaurigi, tunashauriana nini kwa sababu mimi ni director wake, najua ambavyo navijua kwa anataka ushauri, tunashauriana, maisha yanaendelea. We good kabisa. Family. Familia kabisa. Okay. Sawa, nataka tumalize na haya ya mwisho. You guys we in Clam still a family? Sana. Alafu mimi na Clam hatujawahi kugombana. Sababu kama zamani mimi sio kama alikuwaga chini yangu. Tulikutana kama washikaji, tukafanya kama collab, leo clip yako clip yangu. Kila mtu alivyojipata tukaendelea kufanya zetu kazi. Kwa we good kabisa. Hatujata kugombana. Hata siku moja. Hata juzi atoka kuniambia mwanangu hata msio yako kali. Juzi alipofungua duka nilimtext mwanangu nataka je nichukue simu kwa umetisha. Alivyonoa niambia umetisha. Anyway good kabisa. Okay. Hatujata kugombana. Nataka nikuulize Bicho, umekuwa ni producer na ni director ambao unakuwa umefanya kazi na watu wengi. Umekuwa na support watu wengi. Kicheche alipotoa tamthilia yake niliona pia ulisupport kwa nafasi yako uliyoiweza. Na watu wakawa wanajiuliza why ile account ya Kicheche ya YouTube iko wapi? Na kama mtu wako akifanya naye kazi, mshikaji wako karibu, mmeshakufuatia hatima ya Kicheche kwa sababu tamthilia ambazo anazipandisha bazoe kuna ile account tena anazidi kupandisha. Hili huwa liko vipi kwenye kusonyea account ya Kicheche? Hii account bana ni sad story to be honest. Kwa sababu hata mwanzoni mimi mwenyewe account yangu ya Asma alikuwa sifanyi kazi. Kwa hiyo tunafanya kazi kwenye Kicheche. Kwa kilichotokea story iko hivi. Tulikuwa na IT wetu. Sio vizuri. Huyo jamaa IT kuna kipindi akawa tunampa access ya kuingia kwenye account. Akapata tamaa. Sio vizuri. Nakumbuka mimi nakuja kushtukia kwa watu ambao wanajua YouTube, yule jamaa aliingia kwenye account akaji add as a partner. Sio vizuri. Then after 7 days alikuwa kama secondary partner, akawa secondary owner, akawa kama primary owner. Then after 7 days akatu remove. Kwa sisi tukajikuta tumebaki na email lakini hatuna channel. Kwa hata tulivyojaribu kutumia ITs kurudisha, walichokuwa wanajibu YouTube ni kwamba hii channel haijaibiwa, ila ni kama vile umemuuzia mtu. Unajua hicho kitu? Ni kama vile umempa mtu. Haionekani imekuibiwa, inaonekana ulikubali. Nataka niingie, nataka nifanye kitu fulani, hebu accept hapo. Soje zile kwenye nani inakuja kwenye simu nani. Kwa hiyo unakubali, baadaye ni IT tulikuwa tunamwamini.
na tulichukua hatua, tulienda hadi polisi, tulimweka hadi ndani, tukafanya nani, ikatakiwa kesi iende mahakamani. Sasa kesi zikienda mahakamani zinakuwa na mlolongo mingi. Nikaona mambo yatakuwa mengi. Kwa nini msingi mkamata mkamweka pale akabadilisha kila kitu? Yaani ilifanyika vitu vyote, lakini sasa ndio akawa mbishi, lakini kila kitu kilikuwa kinaonyesha kama ni yeye, to be honest. Na alikuwa alivyochukua aina yake sio matumizi. Alichukua afa kanitafuta na namba nyingine kwamba wewe tunataka milioni 4 niwarudishie channel yenu. Kwa mimi nikaelewa ni huyu. Sababu mimi mjanja, ukiangalia emails zinasema namba zake. Kwa hiyo kulikuwa na vitu vitakuwa tuende mahakamani tupate haki, lakini nikaona ni wastage of time. Kipindi kesi ndio tunataka tuende Kongo, hii mara ya mwisho mwaka jana, kwa tutaribu mambo mengi. Kama basi kama wewe umeona kweli itakusaidia, take it. Nataka nikuulize, kuna watu wamekuwa wakisema baada ya account kuondoka, walikuwa mashabiki, kuna baadhi ya comment huwa wanakuhusisha wewe kwenye hiyo account kusema why, kwa nini baada ya kuondoka account ya Kicheche na mkacha kufanya kazi? Ni kwa nini msingeanzisha account nyingine ili muendelee kufanya kazi? Ni kipi kiliamua sasa Kicheche aondoke na wakati akiwa hana account imepotea, na ukashindwa kufanya naye kazi kuanzisha account nyingine kwa jina la Kicheche tena ili mfanye kazi? Nafikiri sisi tulifikiria kuacha kufanya kazi pamoja, nafikiri ni miezi, yani baada ya Kibenten. Baada ya Kibenten ile tukawa tunaanza kufikiria. Kwa hiyo tukawa kwenye maongezi tunaongea, okay tufanyeje ili iwe for good. Unaelewa vizuri? Tukawa tukafanya ile nini ile pesa na matatizo. Muda wote tuko kwenye maongezi ya kuachana. Tukafanya familia mzee Kicheche, muda wote tuko kwenye maongezi. Leo fanya pilipili ndio ikatokea janga letu hilo la YouTube kupotea, lilivyopotea tukaenda wote Kongo. Kwa hiyo tulivyorudi kutoka Kongo sasa tukasema okay, for this time bana fanya hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo sio kwa sababu ya ile YouTube, no. Na watu wanasema kuwa Kicheche alikuwa ananufaika kipindi yupo kwako. Na inaonekana alikuwa anachukua pesa, alikuwa kama ni kama mwajiriwa kwenye ile account. Na kwamba alikuwa analipwa kama mshahara. Rumors are true kwa sababu hiyo ni story ambayo mimi ukiniambia nanili na Bicho na Kicheche wameshindana wapi, nitawaambia Kicheche alikuwa analipwa mshahara. Yaani kilichopo ni kwamba watu wanashindwa kuelewa. Sasa kuna kampuni inaitwa Bicho Production ambayo ndio ina wasanii. Kwa hiyo Kicheche alikuwa ni moja ya msanii kwenye Bicho Production. Okay. Ni kama sasa hivi Manyanya naweza kusema Manyanya jina lake kubwa. Wewe tutumie channel yake ili tupate vibes za sababu watu wengi labda wana search Manyanya on YouTube. Lakini ukiangalia Lamba ya kwanza ilikuwa inapostika kwenye Asma Film. Kama unakumbuka Lamba ya kwanza zile video kali kubwa za kwanza kabisa zilikuwa zinapostika kwenye Asma Film. Alikuwa ni msanii. Si unaelewa vizuri? Kwa hiyo baada hapo ndo nikaona biashara bana, kwa sababu Kicheche sasa hivi keshakuwa, ngoja tu hii account twende naye. Lakini alikuwa msanii kama wenzake, kama kina Violet, kama kina nani. Sema ndio kama hivyo yeye, usije kwenye riziki. Mmoja anapanda zaidi, mmoja na nini. Yes. Kwa hiyo sio kama eti kulikuwa na vitu vingine. No, na ndio ukimuuliza, baadhi mimi niko transparent. Kicheche alikuwa anaona dashboard nini kinaingia, budget tunazifanyaje. Inaelewa vizuri. Tuwekeje hii, okay. Unampa some favors. Of course sana. Mimi na hiyo tabia. Sababu moja ya story ilikuwa Kicheche alipangiwa nyumba kubwa na Bichwa. And then katika nyumba kubwa Kicheche alikuwa na furniture na nini na godoro tu. Yes. Rumors are true. Yaani kinachotokea jana ni nini? Watu wanashindwa kuelewa. Unapofanya kazi, YouTube haitoi hela nyingi hivyo kama watu wanavyofikiria. Kuna vizuri. Yes. Unaweza kutoa labda 10 million, to be honest. Una crew ya watu 50. Unaweza ukasema silipi mishahara, lakini wewe unahisi kuishi na watu 50 kambini wakiumwa wewe everything wewe, kuna hela. Sina vizuri. Utampa nani, utamwacha nani? Kwa hiyo kuna vitu vingine ilikuwa tunafanya taratibu kwamba sasa hivi mwanangu chukua nyumba sababu ushakuwa mkubwa, tukienda taratibu tutafanya hiki. Okay. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo hizo watu walizokuwa wanaziongelea ni hatua. Hata wewe geto kwako usidhani kama uliingia kila kitu labda uwe na hela kama tajiri. Lakini sisi tulikuwa tunaenda taratibu. Kwa Kicheche sio kama ilikuwa na maisha mabaya, lakini ni process. Ilikuwa tu ni process taratibu kwamba tutafanya hiki, tutafanya hiki. Kwa hiyo nilipoishia niliishia hapo na naendeleza nafikiri. So tumaliza na hili Vai anaweza katua hapa alipo. Expectations za watu ni kubwa sana kwenye dunia. Waambie neno kwa sababu nakumbuka kabla huu moto hujaanza kuwaka ulipoza ukasema kama mnazania na nilisi na nini na nini basi ndo kwanza dunia inaanza. Nawaambia mimi mpaka sasa hivi ni kama 5% ya mawazo nilionayo. Mimi. Yes, ni kama 5%. 5%. Kamdomo hapo. Yes. Kwa sababu it's about life. Unajua unapoongelea dunia unaongelea idea kubwa. Maisha kwa ujumla. Hapa nimeongelea ndoa tu, maana bado kuna vitu vingi sana. Kila story unayoongelea wewe inaingia kwenye dunia yoyote. Hata story za wasanii wote
ukiwaingiza inaingia kwenye dunia, kwa sababu dunia ndio maisha tunayoishi. Yeah. Kwa ukiongelea story hii, kwa chochote nitakachokiwaza, labda niwe nimeacha sanaa, lakini kama nawaza naendelea kufanya sanaa, maana wazo lolote nitakalokuwa nalo nitaliingiza kwenye dunia. Kwa ndo kwanza, na nataka kuonyesha watu vitu vingi ambavyo wengi walikuwa hawajui. Okay. Yes. Sawa bana, sisi tunakushukuru sana Bicho kwa time yako. Mungu akubariki sana tajiri. Nashukuru sana. Tumesameheana tajiri. Watu wajiambie, unaambia kipi mashabiki wako mwisho kabisa? Kitu cha mwisho nitaambia mashabiki. Ninachowaambia kwanza, nawashukuru sana by the way, lakini pia kuna kitu nataka ni clear. Kuna malalamiko makubwa sana kwenye swala la YouTube, nyingi wanawekaga cover zetu, wanaweka na video ambazo ni za uongo, wanaonyesha episode 59 na kuta sio kweli. Guys, YouTube ambayo inaposti tamthilia ya dunia ni ya Asma Film ambayo ina subscribers 700,000+. Ukiona account, kabla hujaangalia video, angalia account iliyo post. Hata kama imeandikwa sio Asmanini, fan sio Asmanini, umeona cover kama haina subscribers 700,000+, jua sio ya kwetu. Corporation wagonga vijana wana download. Of course yes, wengine wanaweka tu cover na shindwa, kwa hiyo bado naendelea kufuatilia kwa IT waweze, yani tuweze kushughulikia kila kitu, hata mtu akitumia sauti. Nataka swala mwisho Bichwa. Umekuwa na wasanii wanafanya vizuri, Manyanya, Violet na kadhalika. Nafasi ziko vipi kwa wasanii wanataka kufanya nao kazi? Milango iko wazi? Yes, nafikiri hapa ni kama nilivyokuambia, hapa ni kama shule. Na wasanii wengi wako nyuma bado sijawatoa na wakali. Wakiitwa labda kina Mato kina Juare. Nataka